Katika maisha inauma sana unapolazimishwa kufanya jambo fulani, hususan lile jambo ukiwa haulipendi na hutaki kabisa katukatu kulifanya lile jambo. Lakini watu ambao wamekuzunguka, ndugu zako, mama, baba, wanapokulazimisha kufanya lile jambo na kwa sababu wewe unawaheshimu kwa kiasi kikubwa, inakuuma sana. Na wakati mwingine unaweza kujikuta unalifanya lile jambo ambalo hukulipenda kwa sababu tu ya kuwaridhisha ndugu, jamaa au marafiki. Mama Lona ambaye alikutana na changamoto nyingi sana katika maisha yake baada ya kulazimishwa kuolewa na mwanaume ambaye hakumpenda na hatimaye kukutana na changamoto nyingi katika ndoa yake. Nini haswa kilimsibu Mama Lona? Fuatilia simulizi hii ya Hakuna Siri kupitia deladalikavishe.blogspot.com. Nikikusimulia mkasa huu mimi naitwa Adela, tuende pamoja. Baada ya kumaliza kidato cha 4, nilikuwa nyumbani nikisubiri matokeo. Wakati nikiwa nasubiri matokeo ya kidato cha 4, kipindi hicho mama yangu alikuwa ni mgonjwa na baba alikuwa akifanya kazi ndogo ndogo tu. Baba yangu alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kutumia kilevi. Mara nyingi mama alikuwa akimsihi baba aache kutumia kilevi, anikusanyie mimi ada ili niweze kuendelea na masomo. Baba yangu alisema kwamba kama nitafanikiwa kufaulu kidato cha 4, ataniendeleza kwenda kidato cha 5. Lakini kama sintofaulu, hawezi kuhangaisha pesa zake. Basi ikaenda hivyo kwamba matokeo ya kidato cha 4 yakatoka. Baada ya matokeo ya kidato cha 4 kutoka, kwa bahati mbaya sikufanya vizuri, nilifeli mtihani wa kidato cha 4. Nilihuzunika sana. Nakumbuka ni kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwangu kwa sababu baba alikasirika, mama alikasirika, na wote kwa pamoja wakawa wananiambia kwamba hawawezi tena kuniendeleza mimi na shule kwa sababu hawana kipato. Sikuwa na namna nyingine, ilinibidi nikubaliane na matokeo na kukaa pale nyumbani japokuwa nilitamani kuendelea na shule. Sasa wakati nikiwa naendelea kukaa pale nyumbani, nilikuwa namsaidia mama kazi za nyumbani. Siku moja baba alikuja na mgeni, akaniita na mimi pale sebuleni. Kumbe huyo mgeni alikuja kwa nia kunichumbia mimi, kwamba anataka kunioa. Na baba kwa sababu tayari alikuwa amekwisha pokea pesa za mahari bila hata ya mimi kujua wala mama kujua. Kwa hiyo yule kaka alipokuja pale nyumbani alikuwa anakuja tu kuonyesha mke wako ni huyo hapa. Sikutaka kabisa kuolewa ambapo nilikuwa na umri wa miaka 16 tu, lakini baba yangu aliniambia ni lazima niolewe kwa sababu yule mwanaume alionekana kuwa na pesa nyingi. Baba yangu alipata tamaa na kutaka mimi niolewe. Kwa sababu mama naye aliniambia, utafanya nini mwanangu? Baba yako ameshasema uolewe. Hapa ndani hawezi kukuhudumia kwa chochote. Na huyu mwanaume yuko tayari kukuhudumia wewe katika kila kitu. Inabidi ukubali kuolewa. Yule mchumba ambaye alikuja kunichumbia mimi alionekana kuwa na umri kati ya miaka 30 hadi 35. Wakati huo mimi na umri wa miaka 16 tu. Nilimwomba sana mama na kumwambia, "Mama, tizama umri wangu, mimi ni binti mdogo. Nina miaka 16. Huyu ni mtu mzima. Nawezaje kuolewa na kijana ambaye ni mtu mzima kama huyu?" Mama akaniambia, "Kesho kutwa utakuwa na miaka 17, utafikisha miaka 18 na hatimaye utaweza kuwa mama bora katika familia yako. Haina haja ya kukataa, lazima utaolewa tu, kubali au kataa." Niliwaza sana kutoroka, lakini nikawaza sasa nitaenda wapi? Hata nikitoroka nitakimbilia wapi? Nitaenda kwa nani? Ndugu karibia wote wanataka mimi niolewe. Nikavumilia ile hali. Yule kaka ikafika kipindi baba akamwambia aje anichukue. Alipokuja kunichukua, mimi nilikuwa nimejificha, lakini baadaye ilinibidi tu nikubali. Nikaondoka naye. Maisha ambayo nilikuwa naishi na yule mwanaume, alikuwa akijitahidi katika kila hali kunionyesha mapenzi ya dhati, lakini mimi nilikuwa sijaridhia kuolewa naye. Kiukweli moyo wangu haukutaka kabisa kuolewa katika umri ambao nilikuwa nao. Nilikuwa natamani sana kusoma, lakini wazazi wangu ndio hivyo wakanilazimisha mimi niolewe kwa kisingizio kwamba hawana pesa ya kunipeleka shule. Basi nikaa naishi na yule mwanaume bila hata ya kufunga ndoa. Tukaendelea kuishi pamoja. Nikapata ujauzito. Sintokanisahau. Baada ya kupata ujauzito, yule mwanaume alibadilika sana. Wakati huo nilikuwa bado ni binti mdogo. Nilikuwa na umri wa miaka 17 tu wakati nimepata ujauzito. Alianza kunipiga, alianza kuninyanyasa, akawa na wanawake wengine. Nilikuwa nalia usiku kucha. Wakati mwingine alikuwa anadiriki kuja na mwanamke ananitoa mimi chumbani, alafu anaingia na yule mwanamke katika chumba ambacho tulikuwa tunalala pamoja. Nilikuwa naondoka na kwenda kumwambia mama yangu, lakini mama mara nyingi alikuwa anisikilizi, akiniambia kwamba ndoa inahitaji uvumilivu,
tulia na mume wako, muonyeshe mapenzi ya kweli ili asitoke nje ya ndoa. Lakini mimi vitu vyote hivyo nilikuwa navifanya, lakini mwanaume alikuwa haridhiki. Alikuwa ananipiga sana. Wakati mwingine nilikuwa natamani kutoroka, lakini nikijiangalia ni mjamzito, nitaenda wapi? Nilivumilia tu ile hali. Ilienda ikafika kipindi ule mwanaume siku moja alirudi amelewa usiku. Mimi nilikuwa namsubiri nimekaa sebuleni ili tuweze kula pamoja chakula. Alipofika akaanza kunishtumu. Mwanamke gani ambaye unakaa tu na kusubiria pesa zangu? Mwanamke gani ambaye unakaa na kulala tu na kujaza choo? Nilichukia ile kauli, nikamwambia kwamba mimi sijapenda kuwa hivi. Naweza kujishughulisha pia, na wala sikumjibu chochote kibaya. Lakini alinipiga siku ile kwa sababu nilikuwa mjamzito, na ile hali nilianguka chini, damu zikaanza kunitoka kwa wingi sana. Wakati damu zikiwa zinanitoka, aliniacha pale chini, mimi nikawa nalia kwa uchungu. Majirani ambao walikuwa karibu ndio walikuja kunisaidia. Walipokuja kunisaidia akawa anawatukana wale majirani. Mama mmoja akapiga simu polisi. Kwa mume wangu akawa amekamatwa na polisi wakati mimi niko hospitali. Kwa bahati mbaya nilipoteza ule ujauzito. Baada ya kupoteza ujauzito na mapolisi kuingilia kati, nilirudi nyumbani. Wakati huu mama yangu huruma ilimjia. Alisikitika sana na kuniomba msamaha. Mwanangu, naomba unisamehe, sikujua yote haya kama nakutendea ubaya kiasi hiki. Baada ya kuona kwamba yule mwanaume amenipiga na kusababisha ujauzito ukatoka, baba naye aliniomba msamaha. Wale ni wazazi wangu. Ilinibidi tu niwasamehe kwa sababu nilijua wamekosea. Hawakujua wanalolifanya. Ni tamaa tu ya pesa iliwashika, na ukizingatia na umaskini tuliokuwa nao. Basi nikawa nimerudi nyumbani na kuanza maisha mapya. Niliishi pale nyumbani na kumsaidia mama kazi za nyumbani, huku nikisema kwamba siwezi kamwe kuolewa. Nitavumilia maisha yangu, nitatafuta biashara yoyote ili niifanye ili niweze kufanikiwa. Lakini haikuwa hivyo. Mimi ni binadamu na siku zote unaweza ukapata mabaya ukasahau. Nilianza kufanya biashara ndogo ndogo takriban kama mwaka mmoja. Nikafungua duka. Baada ya kufungua duka la biashara zangu ndogo ndogo, nilipata rafiki mwingine wa kiume ambaye alinipenda sana na kunijali katika kila kitu. Haya sasa yalikuwa ni maamuzi yangu. Ilikuwa ni safari nyingine tena ya mapenzi. Mwanaume huyu alikuwa anaitwa James. Safari yetu ilikutana na mambo mengi ambayo kwa kiasi kikubwa yananiumiza sana moyo wangu. Wakati mwingine najuta kwa kile ambacho kimetokea. Matumizi mazuri ya mawasiliano ni jambo analotakiwa kulifahamu kila mtu. Unapopokea ujumbe katika simu yako ama katika mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, blogs na kadhalika, kama ujumbe huo unahatarisha amani, unavuruga usalama, unarudisha maendeleo nyuma, futa, delete kabisa ujumbe huo, usisambaze. Ungana na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA katika kampeni ya futa, delete kabisa.